So we can have our seats in the presence of the Lord this morning, even as we get going in the service and even in the ministry of the Word of God, even this morning, katika jina la Yesu Kristo, katika uwepo wake Mungu wetu na Baba yetu. And so this morning, I want us to get straight into the Word of the Lord of the day today, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. And I want to thank God even for the opportunity to serve the Lord together with us. In this month of December, it is the month when we celebrate our God because of giving us a son. Because of Jesus Christ, we remember the birthday of Christ in the month of December. And on Sunday, we shall be handling about Christmas. And we shall be talking about it in depth. Vile Mungu atatusaidia. All we know, whether we don't have a very definite date, whether Jesus was born on 25th or whether he was born in December, that is none of our business. We have no issue with the day or the calendar number. All we know is that he was born. Praise the name of the Lord. There is no dispute kama alizaliwa na akatembea ulimwengu huu somewhere in Israel, na leo hii tuko na wokovu. And so we remember. I can also tell you that I don't know the very exact day that I was born myself, kwa sababu the records zilipotea. But all I know ni ya kwamba mimi nilizaliwa. Praise God. And so I picked a day ambayo niliweka pale kwa kitambulisho, na hiyo nikaiweka, it is my birthday. And it doesn't change anything. What I do know ni kwamba nilizaliwa, na kama wewe you are very sure date yako na mimi si uko very sure date yangu, zote ni siku hiyo. Praise the name of the Lord. Zote zinasoma vile, but it is about the bigger picture that you were born, and this is why we recognize Jesus' birth in the month of December every year. All the brothers and sisters in Christ, we come together and we celebrate kuzaliwa kwa mwokozi wetu. But before that, we are here today. Today the Lord has put this word in me, ya kwamba we are going to partake his supply. Ya kwamba sisi sio wale wa kuona mambo alafu hatubarikiwi na ile mambo. Sisi sio wale watu ambao wanafika mji, lakini katika ule mji wewe hauna baraka, wewe hauna sehemu katika ule mji. Sisi sio wale watu ambao ni wanapanda, wakulima ambao wanapanda lakini hawashiriki katika mavuno, katika ile baraka ya kazi yao. We are the people who do everything for a purpose. Praise the name of the Lord. And so kuna watu ambao hata katika mwaka huu kuna mambo mengi tumefanya. I want to encourage us. Hata kama ulipanda in January or February, there is something called restoration. Na Mungu atafanya you partake what is due you. Praise the name of the Lord. Ya kwamba kuna mambo Mungu anatuandalia na kuna jinsi ya kuweza kushiriki katika ile baraka ya Bwana. And so today, I want to talk about partaking his supply. Partaking the provision of God. How do you partake the provision of God? How do you become a member and a part and parcel, a shareholder? How do you participate in the provision of God? Mungu akileta mvua, utaweza kushiriki aje ya kwamba chochote ambacho mvua inaleta pia wewe utakipata? Utaweza kushiriki aje wakati amani iko katika mji kama huu, kama wakati huu mji wetu una amani? How do you partake of the blessing of peace in our region? Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati mwingine mambo inatendeka, unaona biashara zinafanya vizuri, but yours is not there. Unaona watoto wanafuraha hata wanakuja kufunga washerekee December, lakini wako hawako. How do you partake? How do you participate? How do you connect and plug in and become one of those that can say for sure our city is blessed? Praise the name of the Lord. How do you not avoid or reject participating in the blessing
of Jehovah God. How do you partake? How do you become a partaker? Galia mwenzako muulize, are you a partaker ama shabiki? Who are you? Are you in the field or you are just seated there paying watu wabarikiwe na waendelee, lakini wewe sio mshirika wa ile baraka? Siuinue mkono mbele za Bwana, mwambie mimi ni mshirika wa baraka ya mwaka wa 2021, na ile ushirika ambao nilifanya in 2021 katika January, the restoration must happen in February. I am not a loser. I am the one who partakes and participate katika msimu wote unatengeneza. Nisaidie. In Jesus name we pray. Praise the name of the Lord. We align ourselves as partakers. Go with me to the book of 2 Kings and chapter 7. Today I will read a long passage, but it is a story. In that particular story, you follow with me. 2 Kings chapter 7 verse 1 to 20. And then I will do a little bit of exposition. What I love most, my strength in preaching is in the exposition sermons. But I have not done any of the expository sermons on this altar. So for now, I've been handling topical sermons until the ministry is the age of 5, and then I am able now to get to where I belong in the exposition. But for today, I'll do a little bit of it. Na kwa hivyo munifuate in Jesus' name. In 2 Kings chapter 7, verse 1 to 20. 2 Kings chapter 7 and verses 1 to 20. Kindly kwa haraka nipatie hiyo Biblia. Thank you so much. The Bible says, Elisha said, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Tukihold on up to that point at verse 1, kwa sababu sitaki kurudi nyuma, hatuna muda mrefu. I want to say, in Samaria kulikuwa na kiangazi na njaa kubwa, kwa sababu walikuwa wamezingirwa na adui na hawangeweza kutoka kwa mji wakatafute chakula. Na kwa hivyo walipofungiwa in Samaria, kukawa na kiangazi kwa sababu wametumia everything ile wako nayo, na they are the siege. Hawezi fungua gate na hawezi toka. Kwa hivyo wamemaliza kile wako naye. Mpaka siku moja in chapter 6, I want to link this story with chapter 6. Wakati mmoja mfalme wa Israeli anatembea kwa juu ya fence, kwa sababu shida ni kubwa in the city, na hakuwa come into contact na hali ilivyo mashinani kuhusiana na njaa na kiangazi. Akakutana na wamama wawili wanavutana. Mmoja akamwambia, "O king, si utusaidie." Naye mfalme akasema, "Kama Mungu hajawasaidia, mimi nitawasaidiaje?" Yule mama akamwambia mfalme, "Just listen to my story. Hadithi yetu ni hii na tunagombania hii. Huyu mama tulifanya ushirika na yeye kwa sababu ya kiangazi. Tukasema kwa sababu tuko na watoto wawili, kwanza tukule wangu. Baada ya mahali tutafikisha mtoto wangu akiisha, tuchinje wake tukule." Have you ever heard that? That is in 2 Kings chapter 6. I'm linking up. Mfalme hakuwa amesikia ya kwamba njaa na kiangazi imefikia kiwango hicho ya kwamba kuna watu wako kwa nyumba wanakula watoto, kwa sababu hakuna kitu cha kukula. Na hapo mfalme akasema, if this is the case, na ni Mungu amefanya hivi, I will kill Elisha, his prophet. Kwa sababu yeye kama ameruhusu kiangazi aina hii happen, I will for sure take off his head from his shoulders. Na mtu akatumwa ya kwamba akuje akate Elisha kichwa. While he was on the way, naye huyu nabii akaonyeshwa kuna mtu ameachiliwa na Ben-Hadad ili akuje anikate kichwa. Na wakati alikuwa anaongea na wazee, akawaambia, I have seen ya kwamba kuna mtu ameachiliwa kuja kuningoa kichwa. Na kwa hivyo atakapofika mfunge mlango kabisa. Na kwa hivyo Elisha akasimama mbele before amalize, yule mtu akafika. Before amalize kuongea, huyu mtu alipofika, Elisha akaongea sasa. You are with me? Praise God. Munanifuata? Kuna watu wamekula mtoto na njaa inaendelea. Mtu ameachiliwa aende akamalize Elisha, na amekutana na Elisha.
Sasa Elisha, we start our story from there. Ndio maana Elisha akasema, Elisha said, hear the word of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow. Asia, ujue nimewambia kuna kiangazi mpaka watu wanakula watu wao, wanakula watoto wao. Elisha anasema kesho, katikati ya hii jaa, kesho mkebe wa unga utakuwa unauzwa shilingi 1, na pia mikebe miwili ya ngano itakuwa pia inauzwa very cheaply. And so in the verse 2 the Bible says, we continue to read, in verse 2 the word of the Lord says, the officer, sasa ni yule alikuwa ametumwa, the officer on whose arm the king was leaning said, it is like this was the commander of the forces. Ndiye ametumwa kiongozi wa majeshi aende akamalize Elisha. This officer, wakati alisikia vile nabii amesema, tunaambiwa hivi, the officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgate of heaven, could this happen? Anauliza, hata Mungu akafungua hiyo milango ya dhoruba, akafungua hiyo milango yote ya flood, kunawezekana? Wewe haujasikia watu wamekula watoto, alafu unaanza kusema hapa ati kuna chakula itauzwa kama kutupwa? Wapi Elisha? Ulisikia wapi? Could this happen? You will see it. This is Elisha now speaking to this officer. You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Utaiona na macho, lakini wewe hautashiriki katika hiyo chakula. Verse 3 says, now there were 4 men. I want us to see the characters in the story. There were 4 men. So far tumeona Elisha, tumeona the officer, na sasa we are introduced to another set of people. Tunaambiwa, now there were 4 men with leprosy, ugonjwa wa ukoma katika viungo vya mwili, at the entrance of the city gate. Get this? Wakati ulikuwa unagonjeka nyakati zile, ugonjwa wa ukoma, because it was so contagious, ulikuwa unaondolewa katikati ya watu, vile ambavyo watu wa COVID wanapelekwa mahali kando, wanawekwa kando. This is how walikuwa wanaweka watu wa ukoma kando wasiabukize wengine. So the 4 men, because they were lepers, walikuwa wamewekwa nje ya mji. So at the city gate, they said to each other, why stay here until we die? Kwa sababu mji hakuna chakula, hakuna watu wanawarushia chakula nje. Kwa hivyo kuna njaa kubwa. Hawa wanasema, why stay there and die? If we say we will go into the city, the famine is there. Tukisema turudi ndani, njaa ni kubwa and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camps of the Arameans. Now we are now introduced to the enemies. The enemy ambao wamefanya Samaria ifungwe, they are the Arameans. Hawa ndio wamepiga kambi na wanajeshi nje, wanataka kuteka Samaria. Nayo Samaria imefunga gate vilivyo, na kwa hivyo hawa watu wa ukoma wanasema, tukirudi ndani kwetu hakuna chakula, tukikaa hapa hakuna chakula, heri tuende kwa maadui watuue. Wanasema, if they spare us, we will live. If they kill us, then we die. Verse 5 says this, at dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. Jioni hivi, wakaanza kutembea kwa kambi. Ujue miguu yao iko na ukoma, wengine wamekatika miguu, wale 4, mmoja pengine amekatika mguu, mwingine amekatika mkono. Wanatembea vile wangeweza, wanajikokota wakielekea, you know, they are going to face death because they don't know what would happen. Lakini wanasema yote ni kifo. Tukirudi ndani tunakufa, tukikaa hapa tunakufa, tukienda mbele tunakufa, wacha tuende moja. The lesser hivyo ni tuende
kabla hawajatuua pengine wanaweza kutuambia watupe chakula alafu waue mtu ameshiba. So they are just looking for life somehow. They are saying sitaka hapa. And so when they reached the edge of the camp, not a man was there. Look at that. When they go to the camp of the enemy, wanajeshi wa Arameans ambao wamekampu pale, walipofika hakukuwa na mtu. For the Lord, praise the name of the Lord. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, look. Sasa maadui wamesikia, because the battles are in the mind. Before ushike any weapon, you first win it in your mind. Praise the name of the Lord. Before uanze kufanya kazi yoyote, huwa uko na hiyo form inakuanga ndani yako. Kalia mwenzako mlie, uko na form ndani yako, kuna kitu. And so tunasikia hawa watu wao wakiwa kwa kambi, wanajeshi walisikia kama ni wanajeshi wanakuja. Wakasikia mpaka vile sasa ni watu wale wanne. Tunaambiwa hawa walianza kusema, look, the king of Israel has hired the Hittites and the Egyptian kings to attack us. Kwa hivyo tufanye nini? Verse 7. Inasema hivi in verse 7. So they got up, wanajeshi wale, and fled, wakakimbia in the dusk, and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Wamekimbia, nao watu wa ukoma bado wanakuja, wanakarimbia. Verse 8 inasema hivi, the men who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents. They ate and drank and carried away silver, gold and clothes, and went off and hid them. Unajua wametoka kwa njaa na tayari wao wamekataliwa kwa mji. Kwa hivyo wakachota, wakaanza kuficha zingine wakigoja wakufe. Kwa hivyo watakufa kama wameshiba. There is something they have done. Wakaziweka mpaka pesa wakaweka. Alafu wakasema, if we wait until daylight. Sasa wako ndani ya kambi ya wanajeshi wanakula, na sijui kama mnajuanga chakula ya wanajeshi vile huwa imetengenezwa. They have the best medication, they have the best packaging, they have so much ambayo sisi tukihangaika, wanajeshi wanahangaishangwa tu na mtu mmoja, insecurity. Lakini sio food ama anything else. Kwa hivyo walipoingia kwa ile kambi, everything was there, mpaka pesa. Wakasema, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. Wacha turudi tukamwambie mfalme tumeona mahali chakula iko. Verse 10 says, so they went and called out to the city gatekeepers and told them, we went into the Aramean camp, and not a man was there, and not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys. Yani farasi wamefungiwa tu huko kwa miti, wako tu hapo. Only tethered, and the tent left just as they were. Verse 11 says this, the gatekeepers shouted the news, and it was reported within the palace. Kwa sababu hawa hawezi ingia. Verse 12 says, the king got up in the night and said to his officers. Sasa Ben-Hadad hapa, unajua wakati mwingine huwa tunashindwa kwa sababu ya what we know. Sometimes big knowledge and big understanding inakuanga hindrance na inaweza hata kukuleta chini vibaya sana. Sasa hapa Mungu ametenda muujiza, lakini mfalme naye anaamushwa usiku, anaambiwa mfalme chakula iko. Akaamuka, akasema, I will tell you, ameita officers, wanajeshi, I will tell you what the Arameans have done to us. Na hajui, si amekuwa kwa mji. Sasa anasema ninajua vile wamefanya. Unajuaje? Wewe goja ufahamishwe na watu wa ukoma. This time God is not using the horses, the best in mind. Anatumia wale wamekataliwa. Praise the name of the Lord. And so the king says, I will tell you what the Arameans have done to us. They know we are starving.
So they have left the camp to hide in the countryside, thinking, hivi ndivyo wanafikiria, they will surely come out and then we will take them alive and get into the city. Sasa ni kama mfalme anasema, sisi sio vile wanafikiria, hawawezi kutupanga, kwa hivyo hatupa. And so kwa sababu hatupangui sisi hatutaenda, wanataka tufungue sete, tuende, wamejificha kando, watushike tukiwa uhai na wapenye katika mji. That is what he is saying. Verse 12 says, verse 13 inaendelea na kutuambia hivi, one of his officers answered, hii ni kama security meeting is convened in State House. One of the officers akasema, have some men take 5 of the horses that are left in the city. Their plight will be like that of all the Israelites left here. What he is saying here is, let us sacrifice 5 soldiers. Waende wakatest the waters. Kama kutakuwa na ambush, wao ndio watatekwa na watakufa on our behalf. After all, hata sisi tutakufa. And so he says, their plight will be like that of all the Israelites left here. They will only be like all these Israelites who are doomed. Kwa hivyo hawa wengine wanakufa na njaa, wanajeshi watakufa kwa kisu ama bunduki. Kwa hivyo yote ni kifo, wacha tutoe 5. So let us send them to find out what happened. Verse 14. The Bible says this, so they selected 2 chariots with their horses, and the king sent them after the Aramean army. He commanded the drivers, go and find out what has happened. Ni kama vile unaonanga rais ana commission the squads ambazo zinaenda pale Somalia. Anawaambia, okay, now it's official, leave on a mission, now go and do the work. Tunaambiwa in verse 15, they followed them as far as, they followed the Arameans. Wanaona traces. They followed them as far as the Jordan. And they found the whole road strewn with the clothing and equipment the Arameans had thrown away in their headlong flight. Nakwambia, the Arameans wanatoroka kwa sababu kuna vita katika mawazo yao. Mungu alifanya wasikie kama Waisraeli wameungana na Hittites na Egyptians na wamekuja kuwakonga. Kwa hivyo wanakimbia, nguo zimeanguka kwa barabara, some weapons zimeanguka kwa barabara. Wanajeshi wao wameachiliwa 5 waende wakaangalie, wakakutana na nguo zimejaa kwa barabara na vitu vya vita, silaha nyingi zimeanguka kwa barabara. I told you we are doing some exposition. Praise God. Tunafuata hii hadithi ili ukaweze kupata ujumbe ambao uko katika hili andiko la Mungu. Equipment and Arameans had thrown away in their headlong flight. So the messengers returned and reported to the king. Praise God. Tumefuata hao watu hawaonekani, wamepita mpaka Jordan, wamevuka. Verse 16 says, then the people, watu wenye jaa, then the people went out. Watu wote wametangaziwa. Na I don't know how huyu mfalme alitangaza, kwa sababu pengine alitaka kuonyesha, I have now provided for you food. Niko na chakula yenu sasa. But also remember the word of God. Elisha alikuwa amesema, tomorrow this thing is happening at the night. Wakati ameongea, friends, tunasema siku moja kwa Jehova, praise the name of the Lord, inaweza badilisha maisha forever. Njaa imekuwa kubwa, watu wamekula watoto, but within a night the word of the Lord has come that tomorrow mkebe wa unga utauzwa hivi. That says the Lord. Praise the name of the Lord. The word of the Lord. I'm just getting excited now. Wacha kwanza nimalize. Help me, the Spirit of God. You know, then the people went out and plundered the camp of the Arameans. So a seah of flour sold. Walipofika katika kambi za wanajeshi, walipata unga. You know, wanajeshi are funded.
They are funded even beyond time ambayo wamewekewa pale. Wanaambiwa nyinyi hamtoki Somali mpaka mshinde adui. Kwa hivyo chakula yote imepelekwa, kila kitu kimepelekwa. Walipofika kwa hizi kambi walikuta unga. Sasa tunaambiwa fast forward, so a seah of flour sold for a shekel, and 2 seahs of barley sold for a shekel, as the Lord had said. Praise God. Kama Mungu alivyosema, unga ulipatikana ukauzwa kwa shilingi 1 shekeli. In verse 18, in verse 17, it says, okay, bring me to verse 17. Now, the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate. Kubukeni, kuna yule mtu aliambiwa na Elisha, kesho unga utapatikana. Naye akasema, even if the Lord opens the floodgate, that thing cannot happen. Naye Elisha akamwambia, utaona na macho na hautakula. Utaona huo unga na hautakula. Sibale ndio ya kutengeneza chapati. Utaona wa mama, lakini wewe utatoka na harufu. Chapati watoto watapewa, utaona, lakini hauta. Angalia verse 17. Go with me. Now the king had put officer on whose arm he leaned in charge of the gate. Ako kwa gate, wakati gate ilifunguliwa, watu wako na njaa, wameambiwa kuna chakula mahali fulani na maji. You cannot now control, and there was a stampede at the gate. Tunaambiwa, and the people trampled on him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold when the king came down to his house. Specific. Tunakubushwa, yule hakuamini aliona na hakushiriki. Verse 18 says this, it happened as the man of God had said to the king, about this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Hapa kuna njaa, unga, magano itauzwa kwa bei ambayo ni ya chini sana. Verse 19 says, the officer, sasa tunapewa the specific. So, na ukiona katika maandiko jambo linarudiwa, it is for emphasis. That is where the message is. Sasa tunapewa hadithi ya yule officer ambaye alikuwa verse 1. Yule aliangalia mtu wa Mungu hivi akamwambia, hata huyo Mungu akafungua madirisha ya mbinguni, hakuna kitu kama hiyo unasema inaweza fanyika. That God is so limited, hawezi fanya hivyo unasema. Sasa tunapewa hadithi yake, na ni kama hadithi ya mazishi, kwa sababu tayari ameaga. Si tunaambiwa amekanyangwa, amekufa. Sasa ni eulogy tunapewa hapo verse 19. Inasema hivi, the officer had said to the man of God, look, even if the Lord, sasa unakubushwa yale alikuwa anafanya akiwa uhai. Galia mwenzako muulize, hadithi yako itakuwaje hata baada ya kutoka VOG? What shall you be remembered about when you go to the next level? Kutasomwa aje hata wakati tunakuwekelea mikono uondoke? What will be your story? This is the story of the dead officer. Tunaambiwa alisema, he had said, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? The same was said in verse 1. The man of God had replied, the story now of Elisha. The man of God had replied, you will see it with your own eyes, but you will not eat any of it. Lazima ukufe, ndio mtoto asimeki mistake, achukue chapati akupatie ama umnyang'anye. Alafu word of God haitakuwa true. So God had to kill him to make sure his word imesimama. Verse 20 inasema hivi, and that is exactly, situsome pamoja, and that is exactly what happened to him. For the people trampled him in the gateway, and he, and the story ends there. Uliza mwenzako, ungependa hadithi yako iishe namna hiyo brother? How
how can you die this way? It's like what David asked Abner kwa mazishi yake. Akasema, Abner, how did you die like a fool? How did you trust a fellow soldier whom you have fought against for a long time? And so this man alikufa na imeandikwa. Now, the man did not partake of the supply of God. How do we partake the supply of Jehovah? Praise the name of the Lord. 3 things very quickly. The 3 things you do to partake of the supply of Jehovah, ili ushiriki baraka ya Bwana wakati ameamua ni wewe uweze kuishiriki, unahitaji ya mambo matatu. 1, believe the word of God. Praise the name of the Lord. Don't doubt the word of God. Kama Mungu alikuambia in January, it is your season of divine advancing for possessions. Amini, God shall bring to pass his word. Praise the name of the Lord. Kama kuna ahadi Bwana alisema yako, don't abort it. Don't doubt the word of God. Elisha told this man, tomorrow, ni kama alikuwa anamwambia, officer, don't doubt me. I am the man of, I'm the prophet. I said about this drought na ikawa. Why doubt? Don't doubt the word of God. Na kwa sababu umedoubt, utakuwa somo hata kwa wengine. You shall see and not partake it. The Bible says in John 20 and verse 21. The word of the Lord says this in John 20 and verses 21. But these have been written. Again, Jesus said, peace be with you. In John 20:21. But these have been written so that you may believe. I think we are getting it wrong on the screen. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Praise the name of the Lord. So that by believing you may have life. You may have what you need. Believing. Mark 11:24, kindly. Mark 11:24 says this. Therefore I say to you, all things, I say to you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Praise the name of the Lord. Whatever the Lord have said, yale maombi tumefunga siku 40 kwa mwaka huu, mengine tukafanya siku 3, mengine tukafanya siku 21, wengine wamepita mpaka maki ya siku 100 kufunga na kuomba katika mwaka huu. Do not doubt, because prayer is the word of God. Praise the name of the Lord. Just believe the word of God. In Mark 9:23, the word of the Lord would say this in Mark 9 and verses 23. If you can, ni watu wana doubt. Yesu anawauliza, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Praise the name of the Lord. Everything is possible, not some things. Everything. Praise the name of the Lord. Umeombea doa ibadilike, umeombea familia ibadilike, umeombea kazi ibadilike, inakaa kama ni mlima mkubwa, inakaa ni kama haiwezekani. Jesus said everything is possible to anyone who believes. Praise the name of the Lord. This soldier looked at the man of God and said, have you not heard, Elisha, that women are cooking their own children? Hii ni jaa kubwa, alafu unaleta joke in starvation. Naye man of God akamwambia, it is not my word, it is the word of God. Believe it. Praise the name of the Lord. Huenda unapitia mioto, umejaribu mambo mengine, but all you can see is impossibility. I want to tell you, today is December 12th. What God would have done in the past 11 months, he can still do it today. Praise the name of the Lord. Because this is God who has the power to do everything. Mpaka kusimamisha jua, mpaka kukomesha simba katika mahali Daniel alirushwa, mpaka Mungu, ni nini Mungu hajafanya na ikaandikwa? Why doubt him in the 21st century? Praise the name of the Lord. Romans 10:11 inasema hivi. In Romans 10 and verses 11 inatuambia hivi. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. Praise the name of the Lord. Anyone who trusts in God will never be put in shame.
Praise the name of the Lord. Si uinue mkono mwambie, Lord, help my unbelief. Mwambie Mungu, nimekuwa na tashwishwi. I have doubted almost everything, including myself. Yet it is you who said it. Now, my God, I refuse to die like that foolish officer who was trampled on wakati kiangazi kilikuwa kinaisha. My God and my Father, I have survived the days of starvation. I will not die when the abundance is about to happen. I believe in your word. I purpose to believe every word you have said in this year. I am doing it. It is will happen in my life. Somebody prophesy to your children the word of God that you had. Vile uliwaambia that the word has said this to us. It shall happen in the name of the Lord. Receive your grace. Receive your anointing. Receive the favor to wait and to look up to the word of God, that which He said to us. Lord, you shall bring it to pass. In Jesus' name we pray. Praise the name of the Lord. The second thing, our God is not a disappointment. Na kwa hivyo believe in His word. The second thing you do for you to partake the supply of God is keep doing what you can. Praise the name of the Lord. Usikae tu mahali pale. Ukiangalia hapo verse 3 to 8, hatutarudi pale. Already we have read the whole long scripture. Tumeona ya kwamba wale watu wenye ukoma, they challenged the comfort zone. They challenged the desperate movement. Ya kwamba walisema, tukirudi ndani tutakufa. Tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mbele tutakufa. Wacha twende mbele. Praise the name of the Lord. You must challenge your state. You must not succumb and submit to the small place you have been assigned, you have been confined in. Lazima useme, I am putting out my foot, I must try something. Praise the name of the Lord. Usikae hapo ukufie hapo. Please brother, try something. Please my sister, try something. At least do something. Wacha kupatikana na siku kwa blanketi. Wacha jioni kurudi pale pale. You can do something. Praise the name of the Lord. Kuna watu wengi wako na hadithi tofauti. Wengine watakwambia nilichukua loan, sasa nimeshindwa nayo. Wengine utakutana nao 10 wanakuambia kupitia kwa loan mimi nimefika hapa. Hata kama umezama mara 2, ya 3 huenda utaweza kuelea. Praise the name of the Lord. You must keep moving. You must keep believing. You must do something. Praise the name of the Lord. In the book of Colossians, chapter 3, verses 23 and 24, the word of the Lord says, whatever you do, the word is whatever you do. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. And verse 24 says this, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, whatever you do, when you do it as unto the Lord, you shall receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving when you are not lazy. Praise the name of the Lord. When you have not decided to withdraw, but you said, I failed yesterday, today might be my day. Hata leo unaona tu ishara ni kama za jana, but you keep pushing and the Lord can see your effort and then He can bless the labor of your hands. Praise the name of the Lord. The Bible says this in Psalm 128 and verses 2. Vile ambavyo Mungu anafanyia, vile tunatia bidii. Psalm 128 and verse 2. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Somebody hear this. Kama watu wenye ukoma waliweza kusema tutatembea hata kama tuko na ukoma na tunajua tutakufa, hatutakufia hapa. Kifo kikatch up na sisi na wakafika kwa prosperity. How about full men and full women ambao tuko hapa? We can do exploits. Praise the name of the Lord. We can be able to achieve something. Na wakati mtu wa Mungu anaitwa Moses alikuwa anabariki wana wa Israeli, aliomba ombi hili walipokuwa jangwani in Psalm 90 and verses 17. This is what Moses prayed. Moses hakuomba baraka, Moses hakuomba miujiza, lakini aliomba Mungu hivi, akasema, may the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work
of our hands. Praise the name of the Lord. Before a miracle catches up with me, nitakuonyesha some of the things I've tried with my hands. Praise the name of the Lord. Before Mungu anitendee muujiza, huo muujiza unanipata nikifanya kitu. Praise the name of the Lord. Hawa watu wa ukoma walisema tutaenda, we shall march forward. Wacha kama hawa ni wanajeshi watuue na ijulikane we faced an army. Other than dying here, watu wanakuta tulikufia hapa. How can we die when we can do something? Praise the name of the Lord. So inue mkono ujiombe. Tell the Lord, I will not die here. I am doing something. Mention that something before the Lord. Tell the Lord, establish the work of my hands. Yes, establish the work of my hands. I refuse to die. Nikiwa mahali pale pale, but I am now a leprous. I want to be like that leprous man who said we will not die here. We march forward and prosperity happened. They even became savior of the other people in the name of the Lord. Bwana, establish the work of our hands in Jesus' name. And finally, spread the good news. Praise the name of the Lord. Wakati umeamini neno na wakati umefanya kitu kimebarikiwa, isiwe ni yako peke yako. Ongea, sema, tuambie, tangaza, spread the gospel. Praise the name of the Lord. Why we are blessed by God is for the gospel. Kwa nini ninabarikiwa? Mimi ninabarikiwa ndio ijulikane kuna Mungu mbinguni. Nikute wale wako desperate niwaambie, there is God who can lift you from nothing and place you to something. Praise the name of the Lord. You are never blessed to have all what you need, lakini unabarikiwa ili mambo makubwa yatendeke. Na kama hata umesaidia mtu jana na hata leo, usichoke. Apostle Paul says this in Galatians 6 and verse 9. Anasema hivi, Apostle Paul anatuambia hivi in Galatians 6 and verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Praise the name of the Lord. We shall reap a harvest if we do not give up. Apostle Paul continues on in the book of Romans 12 and verses 11. Na anasema hivi in Romans 12 and verses 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Usipoteze moto ndani yako, chomeka kabisa katika injili. Praise the name of the Lord. Don't relax, don't suspend, don't take to a retreat or a retirement your spiritual gift. Keep doing what you are called to do. Keep pushing it day and night. Keep going against the grains. You must keep the zeal of why God has blessed you. Praise the name of the Lord. You must keep doing it in the name of the Lord. Kila kitu. In fact, Apostle Paul finishes with this word as I finish up in 1 Corinthians 10:31. Anasema hivi kuhusu whatever it is that you are doing. Anasema, so whether you eat or drink or whatever you do. Praise the name of the Lord. Whether you are eating, ukikula hivi, unastahili ukikula hivi, unasema na ni Mungu amenipatia hii chakula. Na kama hujaokoka, usikule hii chakula, unaeneza injili. Praise the name of the Lord. Whether you eat or drink, ukikunywa hiyo maji hivi, unasema kama kuna mtu hajaokoka hapa, ujue hata hii maji, the formula ni H2O, inamaanisha praise the name of the Lord. You are pushing the gospel. You are pushing the gospel. Inasema or whatever you do. Kalia mwenzako mwambie whatever. Whatever. Mwambie whatever. Whatever you whatever you do, do it all for the glory of God. That is the gospel. That is the good news. Keep spreading it as you partake the supply of God. Si upokee neema ya Bwana. Si upokee ushindi wa Bwana. Si Mungu alipe jasho yako, alipe bidii yako, alipe kuamka mapema kwako. Si Mungu abariki doa yako, si ainue mji wako, si ubarikiwe kwa familia. When you wake up and when you lie down, somebody pray now. Tell the Lord, Father, I now participate in the supply. Kila kitu ambayo umenibarikia, kila kitu ambayo nimeombea, kila mahali nimeenda, kila kitu nimefanya mwaka wa 2021, I am partaking in the supply. In the reward,
I am number one, Baba yangu. Ukilipa wale wameomba, I am here, Jehovah God. Ukilipa wale Bwana wamekutolea matoleo yao, I am here, Jehovah God. Ukilipa wale walilala wakikutafuta, ukilipa wale ambao walisoma neno lako na wakalihubiri, my God, in whichever way. My Father, I pray each one of us in your presence, whatever it is we have done in this year, restoration will happen, and we are ready to partake in the supply in the name of the Lord. Kampuni zinainuliwa, my God and my Father. Maduka yanainuliwa, maofisi yanainuliwa, masomo yanainuliwa, doa zinainuliwa, familia zinainuliwa, maono yanainuliwa. My God, imani yetu inainuliwa in the name of Jehovah God. Father, we partake in the supply of 2021. Let us celebrate our God who is going to do more than we can pray or imagine. My God, you can do more. Hey, my Father and my Jesus, if you are able to bless the lepers and they bless the whole city, how about us whole people? We shall bless our city, we shall bless our nation, we shall bless the globe as the Voice of God Church and Ministries. Make us more than the lepers in the mighty name of the Lord, for we believe in your word and we are doing something. We are not just seated somewhere, we are doing something, and so we are spreading the gospel. Help us, oh God, raise us from where we are, katika jina la Yesu Kristo. Lord, we are sold out to you. May thy kingdom come in December and thy will be done even in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the name of the Lord. Maybe you are there and you are not saved. Na uko tu pale umekaa kwa ule ukoma, na ni kweli unasema nikirudi ndani na kufa, nikienda mbele na kufa, wacha nikufie hapa. Hapana, you can take a step and get into Jesus, and you never know what the Lord can do for you. Praise the name of the Lord. Ungependa kuokoka, inua mkono wako mahali ulipo, nitakuombea ukiwa pale, na Mungu atakupokea kwa sababu Yesu ashatulipia gharama. Are you there? Maybe you're there online and you are saying, I want to get saved. Repeat these words after me. Lord Jesus, I receive you. I partake in the supply of salvation, and I believe in the word that saves. Lord, save me. I am willing. In Jesus' name, I am saved. Amen. Kama umeomba hilo ombi, Mungu akubariki. Anza kujisomea Biblia, kuomba kila siku na kuenenda na njia ya Bwana. Na pia ingia katika ushirika wa kanisa ambalo litakubariki na utumikie Mungu in Jesus' name. Amen. May the Lord God bless us all, even for that session this far this year.